Bwana, mimi nimekuta hapa. Naam. Kuna jambo moja. Kabisa. Wazamini wamekuja katika msikiti wetu, wameleta kama zawadi kidogo. Wameleta tambi pamoja na tende. Sasa nimeona wewe ni kijana ambayo ni mtaarabu. Kwa hiyo nikaamua bwana nikuchague uweze kuwagaishia tende pamoja na tambi jioni ili wapate kwenda kufuturu majumbani kwao. Imani sabiti. Imani sabiti. Imani. Ustazi wangu ni kuondoe shaka kabisa. Naam. Kuhusu hilo jambo. Nadhani mwenyewe unaniamini na mimi nitaendelea kukuaminisha. Kwamba ukishafika muda wa magharibi ile jioni utakaposwali, utanipa hizo tende na tambi, mimi nitagawia raia. Basi sawa shehe wangu. Shefi, Matanga alikuwa na mke wake hajaongea chochote. Alafu leo chumbani kwangu anakuja kufanya nini? Asije kantia majaribuni. She. Samani, nilikuwa naomba remote mita niongeze umeme. Usijali shehe, mimi ndanunua tu. Lakini leo ni zamu yangu. Sawa, ndio maana nakwambia usijali, mimi ndanunua. Usijali. Kwa na maji. Wewe vipi? Matwanji. Nakaa naacha kazi zangu na wasikiliza nyinyi mnavyoongea utumbo wenu. Matwanji, unataka kuoa hivi kweli? Matwanji, umekosa nini kwangu? Kitu gani wewe unataka usichokipata kwangu mimi? Shemeji yako anaondoka, unakaa na mimi unafurahi, kila kitu unachotaka unakipata. Unataka kuoa, unataka nini Matwanji? Umekosa nini labda? Sikiliza. Unajua hata mara zote mimi nakuja huko wewe ndo unatakaga. Sawa. Sema raundi hii tu nimejikilingisha mwenyewe nimeingia huko. Lakini wewe ndo waga unataka. Alafu kingine swala mimi kuoa niko sahihi. Kwa sababu hata ukiachana na mahusiano yetu ya kuzuga. Umeona? Ukiachana na mahusiano yetu ya kuzuga kama mimi na wewe ni mtu na ndugu yake. Sawa. Lakini hayo mahusiano mimi na wewe tunaenjoy mchana tu. Usiku unakuwa na mmeo unafanya mambo yenu. Alafu mwenyewe pia natamani usiku nione mke wangu. Tunaenjoy tunafurahi kama unavyoenjoy na mmeo. Sasa wewe unataka nini sasa? Wewe tulia. Mimi nakuwa na mke wangu usiku ya kwetu, mchana nakuja kwako. Nuna. Wewe mfuko kuna nini? Maana tu mtu mtoka kula anaongea niambie kuna nini?
Isitambi hizi. Sasa mwenyewe unajua siku hiyo kusema Sheikh Usman ananiita. Nitaenda kwa kaniambia kijana wangu kwa sababu nakuamini. Nakugea kazi. Kwa hiyo hadi pale kupiga kazi ya kugawa tambi kwa watu wasiojiweza. Kwa sasa kama watu wasiojiweza na kugawa tambi, mimi niko napiga kama hatua za mleko. Si unajua? Moja mbele, tatu nyuma. Moja mbele, tatu nyuma. Ndio kama hivyo nimejaza mfuko. Hivi unavooa mimi utaniacha katika hali gani? Shemeji yako anaondoka nishazoea na kana matendo mengine kidogo tunacheka hivi. Mimi utaniacha kwenye hali gani? Au wazi hilo unajazia wewe. Vitu vingapi mimi nafanya kwa ajili yako? Ndio hivi mimi nishaamua. Basi sawa, anyway. Sawa nini? Nini? Niache niende, wewe ushaamua hata kuoa. Bili kakaangu jamani. Mbona unapenda kunitia aibu hivi? Tambi zote hizi kwanza zipo ngapi? Kwani nyingi zenyewe 15 tu. Tambi 15. Nachojua mimi tambi tunagawa moja moja. Maana mimi na tungepata mifuko miwili. Umechukua umwazumu watu wangapi hapo tambi 15? Alafu unajikuta umefunga. Umefunga nini? Mtu anafunga na kuaga mwezi. Maana hiyo dhuluma. Umezumu wake wazio. Sasa hizo tambi mimi sindi na undani sasa kuziona. Ukitaka kazi urudishe. Kama unataka kuzirudisha utajua unapeleka wapi. Tambi zitani. Ninaenda naweka ndani nauza. Wema. Au sio kwema. Mimi mbona niongea chochote. Kitu ambacho kinanipa wasiwasi. Che wangu. Yaani kusema kweli ni kitendo kibaya sana ulichokifanya. Fanya kitendo hicho hata Mwenyezi Mungu amekataza. Yaani unajua kabisa mwezi kama huu afu unafanya matukio ya ajabu kama haya, haipendezi. Sasa cha kushauri. Mimi naomba moja kwa moja uende kwa Sheikh Abasi ukamwombe msamaha. Kwa sababu yeye hawezi kuja kwako kuja kuomba msamaha. Ila wewe ndio mwenye makosa. Kwa hiyo toka moja kwa moja kumwomba msamaha. Sawa, shemeji nimeelewa. Na kingine sasa. Tafuta mwanamke wewe. Ndio maana unapata na mazira kama haya. Shetani anakutawala. Tafuta mwanamke wewe umweke ndani. Ili mradi ndoa yenu iwe thabiti. Lakini kwa kitendo unachofanya kama Mwenyezi Mungu apende. Kwa hiyo shehe wangu ubadilike. Sawa. Sawa. Oh, vipi? Hilo kazi Kijola au Imani? Imani. Sasa inamaanisha kwamba umefunga, si ndio? Nimefunga. Hamsogea kwanza. Sasa shehe wangu kama umefunga, mbona huna logo? Yaani mshikaji viandazi tu vipomekana niwe nitalisha visalandia mshikaji. Hamna shehe, yaani nikajua jio nataka nipige ndege mke wangu. Tabeka mwanangu. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. Tunabidi tuutumie huu mwezi kwa ajili ya hutubu dhambi zetu. Kabisa. Kingine tunatakiwa unafunga ndio, lakini sasa sio kufunga. Tunabidi tufunge pia na tufanye ibada. Yaani tuswali swala 5. Ndio. Ukivikamilisha hivyo vitu
basi utakuwa msafi na Mungu atakusamehe dhambi zako na mambo mengine atakaa vizuri tu. Unanipanga. Unanipanga she. Kweli. Unanipanga she. Mungu haigiziwi. Sio, umenipata? Mungu haigiziwi. Mungu haigiziwi. Kama ukiamua kufunga unafunga. Alafu ukiamua kuwa msela gangster unakuwa msela ile ile. Sio, umenipata hapo? Tablete. Toka. Mimi nimekuja hapa kuja kuomba msamaha. Naomba unisamehe kwa tukio hilo. Maana ilikuwa sio akili yangu. Shetani tu alinipitia. Shehe wangu, mimi sio wa kuniomba msamaha. Wa kumuomba msamaha ni Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mimi nilishakusamehe shehe wangu. Ni sawa. Ila msamaha kutoka kwako unaonekana ni bora zaidi. Mimi ulonichiti na mke wangu. Na Mwenyezi Mungu unayemdanganya kwa kufunga. Alafu kumbe haufungi chochote, unazinizini tu. Kati yangu mimi na yeye nani unamkosea zaidi?